humu ndani ya kanisa hakuna watakatifu. Kama mimi nilikaa miaka 4 mpaka 5 nikiwa mvuta bangi msabato nilie ndani ya kanisa. Humu ndani tumekuja jinsi tulivyo. Nisikilize vizuri, sio ili tusengenyane, sio ili tusemane, sio ili mwingine awe bora mwingine awe chini. Tuko humu ndani kwa sababu Yesu anatutengeneza. Na mwenye kazi hiyo sio mwanadamu mwenzio, ni Yesu mwenyewe. Lakini angalia shida tulionayo leo, hasa sisi wa Sabato, tunatengenezana. Yaani utakuta kikundi kikikaa sema msimuone vile nani yule. Yaani kuna maneno mpaka unajiuliza, wakati unaongea wewe unayeongea una kitu wewe mwenyewe ni siri na unakijua ambacho hakifai mbele za Mungu. Yaani wakati unamsengenya mbea ama unamsengenya mnafiki unasahau wewe ni mzinifu. Waga nawaambia nikiwa kwenye baraza la kuondosha jina la mshiriki, labda mwanaume na mwanamke walikuwa na mahusiano, baadaye binti akapata mimba. Hivi unajua hata kwenye baraza tunapopigaga kula ya kuondosha jina la mtu ambaye ameanguka kwenye dhambi ya uzinifu, wako wanaonyosha mkono ambao usiku wa jana yake akulala kwake. Yani sio huku. Mimi nazungumzia huko kwa watu ambao hawajakuwa kiroho. Yaani kuna kipindi tuko kwenye baraza tunamfuta mtu ushirika. Wewe kilichokusaidia ni kwa sababu tu hujapiga mtu nini? Mimba. Ndicho kilichokusaidia na upo na ni mjumbe wa hicho kikao wanaosema aondoshwe. Sasa nisikilize, sisemi usio na nyoosha. Ila ninachojaribu kusema ni hiki: ukiwa ndani ya hili kanisa usidili na maisha ya wengine, dili maisha yako na Yesu ili akutengeneze. Ndicho kitu ambacho Mungu anakihangaikia kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wako safarini, wao wakijua wako safarini, kumbe baba yetu wa mbinguni anawapika wawe na qualification ya kuingia mbinguni. Wakati wana wa Israeli kama wakiwa wao kwa wao wakiangaliana, wangeulizwa nani hapa mtakatifu, nina uhakika wana wa Israeli wote wangesema Musa ni mtakatifu. Lakini Mungu anapoangalia anamwona Musa afai. Ndio maana Yesu mara fulani anaulizwa hivi, ufalme wa mbinguni utakuja lini? Anaambia uko ndani yenu. Usisubiri utakuja lini, kwa sababu tayari unao. Watu wa Mungu, sijui kama naeleweka. Musa hafai, wana wa Israeli hawafai. Lakini habari njema ni hii, pamoja na kutokufaa kwao bado Yesu anawapenda. Lakini swali la pili ni hili, je, sisi mwenzio akiwa hafai bado unampenda? Kwa mkweli, wakina mama mliokuepo hapa, ukisikia Anita amepewa mimba, si utaanza kumwambia mwanao usicheze na Anita? Yule Anita sio unamfahamu? Yule binti ana tabia mbaya. Usije ukanitia aibu kama yeye. Huo lele. Na tuko ndani ya nini? Unajua kuna wakati huwa nahisi sina uhakika, nahisi siji Mungu anashangaaga na yeye. Yaani kuna wakati anakuta wewe unaongea vitu ambavyo Mungu anasema, wewe umesema hayo maneno kutoka mdomoni kwako. Lakini wauzie hili wazo. Wakristo wenzangu wa Dodoma Kati, tupendane. Madhaifu ya mwingine asiwe fimbo. Mfanye mtu ajione, aone mimi sikubatizwa kwenye hili kanisa kwa ajili ya mahubiri. Mimi mwenzenu chakula tu ndo kilinifanya nikaamini. Msosi. Mama mmoja alikuwa jirani yetu nilivyochukuliwa kukaa huko Bagamoyo. Yule mama ndiye mama pekee aliyeruhusu watoto wake wao wanacheza na mimi, mama wa Kijaluo. Lakini wengine wote walikuwa hawataki watoto wao niwe nao Bennett. Na huyo mjomba wangu alikuwa katili, aliyenichukua alikuwa ananimistreat akiwa anajua ndio ananitengeneza tabia zangu ziwe nzuri. Nilikuwa naondoka kwenda shule alfajiri mpaka narudi saa 11 jioni, sikuti hata chakula. Pale nyumbani tuko wawili, natakiwa nikamue ng'ombe, niuze. Kama kuna wakati nilikuwa navuta bangi moja kwa siku, lakini nilipoenda kwa huyu mjomba, jinsi alivyonitengenezea ratiba zake, nilikuwa napiga hizi kwa siku. Na yeye akili yake akiwa anajua hivi, huu mfumo niliomtengenezea utamfanya aache tabia mbaya. Kumbe mfumo alionitengenezea umeniongezea tabia mbaya. Maana nakumbuka
alikuwa ananiamsha saa 10 nikakamue maziwa, nikimaliza nikasambaze, nikitoka kuuza nije nioge, nivae, naenda shule, anipi hata 100. Naenda shule huko, naendelea miaka nasoma mimi, mnatoka saa 10 mpaka unarufika nyumbani umbali wa kilomita 4, saa 12, saa 11:30. Ukifika ng'ombe anatakiwa akamuliwe tena. Ukimaliza kukamua ng'ombe ukauze maziwa, uingie jikoni upike, watu wafanyaje? Hivi kweli wale mliovuta bangi kama mimi utavuta moja? Najua hapa wanachama mpo, ila tu hamjapata nafasi ya kusema. Mama mmoja huyu wa Kisabato alikuwa jirani. Siku moja asubuhi naamka kwenda shule, akaniita akaniambia, mwanangu niachie funguo. Nikamwachia. Yule mama akaingia ndani ya nyumba ninayoishi, akaifagia nyumba ikawa safi, akatengeneza, nakumbuka mpaka leo, wali na maharage ya nazi na mchicha wenye tui la nazi, alafu visefuria vikapangwa, yaani sefuria kubwa la ubwabwa, maharage na mboga. Mimi ninatoka shule narudi, akilini mwangu nasema nikifika kukamua, nikitoka kukamua kusambaza, nirudi nipike, lakini nafungua mlango nakuta visefuria vimejipanga vingapi? 3. Hivi unafikiri nilianza na kazi gani? Wasukuma ni watani wangu, wakiongeaga kama nitamtandika wanasema nitautandika. Sasa ule ubwabwa niliutandika. Nilipomaliza kula nikafanya hizo kazi zote, alafu nikakaa sebuleni na watoto wa huyu mama. Kisha yule mama akaja kuwaita wanae, Atieno, muda wa ibada, twendeni kwenye ibada. Akanigeukia na mimi, Peter, tunaweza kuungana kwenye ibada. Hivi unaanzaje kubisha? Hebu niambie, wewe ungekataa? Kakufagilia nyumba, kakupikia, mwenyewe nilienda, na tangu siku ile mpaka leo hii. Kwa hiyo nikiwaambia watu mimi akakamsosi, hawakupata hata kazi. Yesu anaokoa, moto wa milele. Mimi sikusikiaga hayo. Lakini nirudi kwenye msingi ninachotaka tujifunze kwako. Kama huyu mama angeubebelea udhaifu wangu nilionao, angeniruhusu niwe karibu na watoto wake? Sijui kama mnaliona. Mungu anatupenda sawa, haijalishi mapungufu tulionayo. Mimi ni waombe humu ndani ya kanisa, kila mmoja kuwa mbaraka kwa mwenzio. Mpaka nasemaga, ukiona we ni mtu ambaye huwezagi kukaa kimya ukiambiwa neno, nenda chumbani kwako jifungie, ongea peke yako. Yaani ukiwa ni mbea na unaona unakusumbua, umepata neno la umbea, baada ya kwenda kulisema kwa mtu, nenda nyumbani kwako, fungua mlango, funga, jiambie. Basi shoste nikwambie, ukiwa peke yako ndani. Lakini leo hii imani zetu, nisikilize vizuri, imani ya Waadventista wa Sabato na washiriki binafsi, anayeiathiri na kuirudisha nyuma ni sisi wenyewe tulio ndani ya kanisa. Baada ya sisi kutiana moyo na kumsogelea Mungu, sisi kwa sisi ndio wasengenyaji wakubwa. Yuko mwingine anajiona yeye ni bora kuliko wengine. Yaani tupo tu na tunatesana, tunaumizana, na watu ambao hawamjui Yesu kweli wanaishiaga safari njiani. Nasema mimi Dodoma kati, kama mbinguni tutakutana. Lakini ukimuuliza nini background, atakwambia maneno. Lakini wewe ulikuwepo humu ndani, na somo ambalo leo nalisema, Mungu anachokihitaji kwetu ni uaminifu, hata kama hatumuelewi, na mapungufu yetu hakuna naye yajua, na mwenye kuyakamilisha ni Yesu peke yake. Na ukitaka ujitwishe kazi usioiweza, anza kushughulikia mapungufu ya watu. Utakufa kabla ya siku yako. Musa, nihitimishe tuombe. Musa anapoambiwa aende mbinguni, aliomba msamaha sana. Nenda ukasome kitabu cha Kumbukumbu la Torati 3 fungu la 25. Mungu anamwambia Musa, imetosha, nimekusamehe dhambi, lakini matokeo ya dhambi sijayasamehe, yenyewe utayapata. Dhambi alisamehewa, lakini matokeo ya dhambi ni yapi? Ni kuto kuingia Kanani. Ni matokeo ya dhambi uliyoifanya. Dhambi Musa nimekusamehe, ila matokeo lazima uya experience. Nisikilizeni mliokuwepo humu ndani, kuna vitu hapa duniani sio eti wanaovipata ni wenye dhambi, wote tunavipata kwa sababu ni matokeo ya dhambi.
Wakina mama mliokuwepo humu, Bwana Yesu asifiwe. Ninyi kwa sababu ni Waadventista wa Sabato, waga mkizaa mnazaa kwa utamu. Ampati uchungu? Matokeo ya dhambi, nisikilize vizuri, matokeo ya dhambi hayajalishi wewe ni mcha Mungu ama sio mcha Mungu, yako pale pale. Kwa hiyo siku ukitoka kutafuta fedha, kwa bahati mbaya ukakosa, usimlaumu Mungu, jua ni matokeo ya nini? Rudi nyumbani mwambie baba asante, ni matokeo ya dhambi tulizo nazo, lakini we bado ni Mungu kwangu. Ukisikia kanisani kuna watu wamekusengenya, usifure, usianze kunungunika, sema hivi, haya ni matokeo ya dhambi, hayaepukiki. Lakini sasa utakuta kuna watu wanataka kupambana na matokeo ya nini? Yaani anapambana mpaka unamwonea huruma. Uliniona? Nani alikwambia? Mimi nakwambia unanitaka unipande kichwani, wakati ni matokeo. Na ukitaka kuishi vizuri kwenye hii dunia, ukishajua haya ni matokeo ya dhambi. Mimi nikiwa nimemaliza form 4 niliumwa ugonjwa mbaya sana ambao sikujua na nilipona tu kwa miujiza. Mimi naumwa ugonjwa huo, baba yangu ana kisukari. Kwa hiyo asubuhi wote tunameza dawa. Mama mwenye nyumba akatutangazia mtaa mzima, Peter ana ukimwi, baba yake ana ukimwi. Na ni mshiriki mwenzio. Si lazima ningeenda kwa baraza la kanisa, lazima ningeenda kumshtaki. Lakini kwangu mimi nikasema hivi, haya ni matokeo ya dhambi. Sina haja ya kufight, wala sina haja ya kusimama kufanya clarification. Yaani nianze kumwambia mimi sina, tuwe tukapime for what? Nakumbuka hata siku nakaribia kuoa, alienda kwa wazazi wa mwanamke, akamwambia mnaua mwanenu. Peter nimemuona kwa macho yangu anameza dawa, ni mgonjwa. Wale wazazi wakaja juu, mashemasi uzuri tulienda nao Temeke kupima, tukawapa matokeo aliyopimwa mara ngapi? Na mke na watoto hawa, na maisha yanaendelea. Nimepungukiwa nini? Lakini leo hii eti ndani ya kanisa mtu kakusemea hivi, mtu akikwambia unapua kubwa ukakasirika, mwenye tatizo aliyosema wewe. Yaani mimi mtu akiniambia mzee unalipua, sasa kitakachonikasirisha ni ile ninalipua mimi ninalipua mimi. Mimi sikubali mimi. Lakini mtu akikwambia unalipua kubwa, asante, maisha yanaendelea. Nani hamna. Na ukifikia kwenye hiyo stage, ngoja nikwambie kitu, maisha yana raha duniani na hakuna kitakacho kusumbua. Kwa nini? Sijifananishi na watu, sitaki watu wanipe credit, sitaki kutafuta haki, maana Yesu alishanitafutia na inanitosha. Kwa hiyo matokeo ya dhambi kuna ya wakati hayaepukiki, na usije ukaanza kujilaumu kwamba Mungu mimi umenionaje, mbona mimi maisha yangu yako hivi. Sio wewe, hayo ni matokeo yaliyotangazwa kwa wote, aidha mkamilifu ama mdhambi. Na nisikilize, hata ukimwamini Yesu bado matokeo ya dhambi yapo. Wewe tangu umebatizwa mpaka leo hujawahi kuumwa malaria? Haujawahi kuumwa? Kwa sababu wewe umemcha Mungu, unaenda mbinguni, hujawahi kuumwa. Kama tunaumwa wote, why are you worried? Kwa hiyo matokeo ya dhambi yasikuharibie. Musa akajisahau, kasamehewa dhambi, anamforce Mungu na matokeo yabadilishwe. Mungu anamwambia Musa hivi Musa njoo huku juu ufe. Umewahi kuitwa na Mungu ukafe? Musa anawakusanya wana wa Israeli, anatoa hotuba ya mwisho, anahubiri, akimaliza anaagana nao. Na unajua kipindi mtu anaondokaga huwa ni mzuri kuliko akiwepo. Wana wa Israeli walilia sana. Musa na Yoshua wanapanda mlimani, mpaka katikati ya mlima wanaagana. Yoshua analia, Musa anamkumbatia, anamwambia Yoshua, nenda simamia kundi. Tamaduni za Kiyahudi, Musa akavua vazi akampa, akachukua ile fimbo akampa. Musa akampa mgongo Yoshua, na Yoshua akampa mgongo Musa. Musa anapanda juu ya mlima, lakini anachokifuata ni kufa. Hivi ungekuwa wewe ungeendaje juu ya mlima? Mimi ningeenda hivi ili nichelewe. Wewe unaenda haraka ukafe. Ningeenda hivi afu nikifika Mungu nimekosea, sijahesabu vizuri, ningerudi tena. Maana unapanda
Unajua kabisa naenda kufa. Musa anapanda mpaka anafika juu. I can only just imagine. Yani natengeneza tu picha kichwani. Akiwa yuko juu ya mlima anaanza kusikilizia, hivi kifo kinatokea upande gani? Alafu anasikia sauti ya Mungu inamwambia Musa, sogea pembezoni kidogo mwa mlima. Musa anajua huko ndo kufa kumekaribia. Akisogea pembezoni ya mlima, amesimama. Kama kuna mtu alipata bonus ni Musa. Akapata nafasi ya kuonyeshwa nchi yote ya Kanaani. Na kama unasoma roho ya unabii, haikuishia nchi ya Kanaani. Akaonyeshwa historia yote mpaka Yesu anazaliwa. Alafu akajishangaa kipindi Yesu akiwa duniani na yeye anasubiri kufa, akajiona yeye na Elia wanamtembelea nani? Mungu kuna wakati mambo yake haeleweki. Yani huko hapo unasubiri ufe, alafu kule mbele unajiona. Na mbaba wa watu wakuwa na maswali. Wewe ungeanzaje? Mungu samani, simamisha kwanza hapo. Eka pause. Hiki nini? Yani generation, kizazi tulicho leo, lazima ungemwambia Mungu aweke pause. Mzee samani, pause. Huyu ni mimi nani? Lakini Musa wa watu alichokitaka Mungu, tayari Musa ameshajifunza kitu gani? Utii na kumwamini Bwana. Anaambiwa utakufa, kila anachooneshwa hana haja ya kuoji. Maana kama Bwana anajua kwake namtosha. Alipomaliza Ellen G. White anasema hivi, aliambiwa alale ili afe kama askari shujaa wa vita aliyechoka. Unatamani Mungu akwambie lini unakufa? Akuite njoo ukufe. Au kifo kikukute dharura. Musa akalala akafa. Lakini sikiliza haya mambo machache. Musa akiwa amekufa, shetani akaenda kusimama kwenye kaburi. Akaanza kumkumbusha Mungu. Mungu we, Musa akiwa Misri aliua hajaua? Yesu anajibu aliua. Walioua wako wa kwangu? Akaendelea shetani, Mungu, pale kwenye ule mwamba ulimwambia uambie au pige? Mungu anasema nilimwambia uambie. Aliupiga, aliuambia? Aliupiga. Kwa nini? Kwa mara ya kwanza Yesu alishuka akiwa na malaika wawili. I like that. Nisikilize. Kila Yesu alivyokuwa analisogelea kaburi ambapo yuko Lucifer, ndivyo Lucifer alivyokuwa anarudi nyuma. Kwamba mimi nilikuwa nasema tu Yesu, sasa tulikuwa tunaongea tu. Kwa sababu hii Lucifer mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe, uwaga hajui kama ulisamehewa na wewe ni kiumbe kipya. Anaishi na historia kama walivyo binadamu, anaishi na historia isiyo kuwepo mbinguni. Kuna kitu nataka nikaache. Musa ndiye binadamu pekee aliyezikwa na malaika. Mwingine nani? Hata Yesu hakuzikwa na malaika. Lakini Musa alizikwa na nani? Mungu ikikupendeza na mimi kama Musa, ila uniambie tu ikifika aniambie tu muda wa kufa nikiwa na miaka 77. Tusiambiane saizi. Maana najua saizi akiniambia nina sababu, naambia baba sijamaliza kazi, nataka nichambie. Musa anazikwa na malaika. Alafu sikiliza, Yesu anashuka, mtu ambaye hakufika Kanaani ya duniani. Yesu anashuka, anamuita Musa, anatoka kaburini. Ndiye binadamu wa kwanza aliyekufa, aliyefufuliwa. Nani mwingine kabla ya Musa? Musa akiwa ameamka anajiangalia, yule ambaye alikuwa akimtokea kama moto, yule ambaye alikuwa anasikia tu sauti yake hajawahi kumuona, yule ambaye alikuwa anawatangulia mbele kama linguzo la moto usiku, yule ambaye alikuwa anatanda wingu kubwa la utukufu mchana jua likiwa kali. Sasa Musa amesimama mbele yake na wanaangaliana. Haleluya. Alafu taratibu kwa uhakika wanapaa kwenda mbinguni. Haya mengine nahisi na yasema sasa hivi. Wakati wanapaa, labda Musa akaanza kuuliza maswali. Mungu, hii ni nini? Akamwambia Musa, subiri, nitapokuja mara ya pili kuwachukua na wenzio ndio nitaelezea na hayo. Sasa hivi twende ukapumzike. Hivi ninavyoongea na wewe, Musa yuko mbinguni anakula good time. Nikuulize, ikiwa Musa tuliyekuwa tunamuona mtakatifu alikosea,
akasamehewa. Wewe una nini cha kutokusamehewa? Musa muuaji Musa aliyechukua nafasi ya Mungu, hivi tunavyoongea na wewe na kuhakikishia kwa herufi kubwa, amesamehewa, yuko mbinguni. Wewe una nini wewe cha kukukoseshea hiyo nafasi ya kusamehewa? Umewahi kuua? Achana na mbu, nzi, hata mimi nimewahi. Umewahi kuua mtu wewe? Lakini leo hii Wakristo sisi kwa sisi tunarudi nyuma. Wakati mwingine unakata tamaa ya imani. Wakati mwingine Mungu alishakusamehe, wewe hujajisamehe. Nataka niwatie moyo jioni ya leo. Hebu lifanye ile juma kuwa special kwako. Mwambie Yesu, kama ulivyoshughulika na maisha ya watu wengine, shughulika na maisha yangu leo. Kipengele cha mwisho. Dhambi ya Musa alichukua nafasi ya Mungu. Leo hii tunaifanya hiyo dhambi. Ndio niwaulize hili swali. Zaka ni ya nani? Mtu akila maana yake ni nani? Unaonaje? Yuko hapa naenda mbinguni hapa sasa. Pastor, nawauliza washiriki wenzangu hapa. Yuko anaenda mbinguni hapa. Kama zaka 10% ni ya Bwana, ukiila maana yake nini? Maana yake unaambia hivi, Mungu sio wewe tu, na mimi ni nani? Dhambi aliyoifanya Musa pale inafananishwa na hiyo ya kuchukua nafasi ya Mungu, na ni dhambi mbaya sana. Na leo hii binadamu tunaichukua. Alafu sasa angalia, dhambi ya kuchukua nafasi ya Mungu haishughulikiwi kanisani. Umewahi kuitwa ukapigwa kalipio la zaka? Haishughulikiwi. Hata mchungaji akikutembelea atakutia tu moyo. Mtu wa Mungu, sikuoni kwenye kitabu, ila Mungu akubariki, endelea kujitoa. Amin na amina. Maisha yanafanyaje? Alafu huyo mwizi wa zaka kazi kufuatilia ya wenzake. Huyu kwenye ushemasi mkuu hafai. Kwa nini? Ananyooshaga siku ya Sabato nguo. Labda tumwangalie mwingine. Na unajua binadamu huaga wasahau. Amependekezwa kuwa mzee wa kanisa, huyo ni mzuri, kwa kweli anatufaa. Lakini mwaka 2004, hiyo tuko 2020 ngapi? Mwaka 2004 kama sikosei mwezi wa 7. Lakini huyu anayesema hivi ni muizi wa zaka na sadaka. Nihitimishe kwa kusema hivi, usalama wa ukamilifu wa maisha yetu unahitaji kujitoa na mahusiano binafsi na Yesu na kumwangalia yeye katika siku kwa siku anazotubariki kuwa watu wa Mungu. Mbona mmenyong'onyea? Nimewakosea? Haya basi tufute. Ni zaka baga mara chache tu, sio mara nyingi. Tusimame tuombe. Baba yetu mtakatifu na Mungu wa mbinguni, Yesu, nafsi ya moyo wangu binafsi natamani sana utupe akili na mawazo sahihi ya kutambua thamani ya upendo na namna unavyohangaika na maisha yetu. Laiti kama Roho wako ataingia moyoni na kutufunulia namna unavyohitaji kila mmoja aokolewe, ungetusaidia kutumia wakati huu kufanya matengenezo ya maisha yetu. Naombea kundi hili, tusaidie tusiwe watu wa kusengenyana na kusemana na kila mmoja kujipima kwa mwenzie. Ila humu ndani ulipotuleta tutengeneze wewe kwa uweza wa mbingu. Na msaidie kila mmoja akatumie muda wake mwingi kukutafuta sana wewe. Na Yesu, nakuomba jioni ya leo, kwa kadri tutakavyojitoa kukutafuta, usituache. Na pindi utakapoturuhusu tupitie changamoto za matokeo ya dhambi, yasiturudishe nyuma kiimani, ila yakatuthibitisha kukutegemea wewe. Kundi hili ukawafanye kuwa na umoja. Tupatie moyo wa kupendana. Kila mmoja kamuone mwenzie ni bora kuliko yeye. Katika umoja na uthibitisho huo, ukawe tija na sababu ya watu wengine kuvutwa kwako kwa maisha yetu. Na Yesu, unapotutendea hili, lakini watoto wako pia tuna mahitaji binafsi. Nawe ulituahidi tukikuomba hautatuacha.
kila mmoja kulingana na hitaji la moyo alilo nalo. Naomba Yesu utusikie, na ninaomba ututendee, na unapotutendea ikawe sababu ya kukuza imani yetu na kuendelea kuishi tukikutegemea wewe. Yesu, ikiwa Musa muuaji na aliyechukua nafasi ya kujiita Mungu wakati akiwa sio, leo hii yuko mbinguni, na muombea kila aliyesimama sasa, haijalishi kwa udhaifu na dhambi alizo nazo, msamehe, mkubali, na ujapo mara ya pili nasi tukakulaki mawinguni. Ni katika jina lako Yesu tumeomba, amina.